Moto ulishuka kutoka mbinguni. Ndimi za moto zikakaa juu ya vichwa vyao. Wote wakajazwa na Roho Mtakatifu pale Yerusalemu. Walikuwa watu 120, lakini wale 12 walikuwa ndio kitovu cha yote. Walihubiri kwa nguvu na watu 3,000 wakabatizwa siku hiyo moja. Lakini baada ya shangwe na kelele kukoma na jua kutua, swali moja kubwa lilibaki hewani. Swali lenyewe lilikuwa, je, tufanye nini sasa? Yesu alikuwa amewaagiza waende mpaka miisho ya dunia. Lakini Yerusalemu ilikuwa nyumbani, ilikuwa salama. Nje ya mji yule kulikuwa na Warumi, kulikuwa na wafalme wakatili, na kulikuwa na giza nene. Wale mitume 12 ambao sasa walimwongeza Mathia kuchukua nafasi ya Yuda, walitazamana. Walijua safari hii haitakuwa rahisi. Hawakukaa pamoja kwa muda mrefu. Nguvu walioipata Pentekoste haikuwa ya kuwafanya wajifiche, ilikuwa ya kuwatawanya. Petro na Yohana walibaki Yerusalemu kwa muda, wakifanya miujiza na kukamatwa na viongozi wa hekalu. Yakobo, ndugu yake Yohana, alikuwa wa kwanza kuonja upanga. Herode alimchinja bila huruma. Kifo chake kilikuwa ishara kwa wale wengine 11. Ilikuwa wakati wa kuondoka. Andrea, ndugu yake Petro, alikuwa amemfuata Yesu kwanza. Siku zote alikuwa kwenye kivuli cha Petro. Lakini Petro alielekea Rumi. Je, Andrea alielekea wapi? Hadithi zinasema hakuchagua njia rahisi. Aligeuka kaskazini, kuelekea nchi za Wasikithe, sehemu ambazo watu walikuwa wakali kama wanyama wa porini. Alitembea peke yake, akiwa na fimbo tu mkononi. Wengi walimcheka, wengine walimtupia mawe, lakini Andrea alikumbuka jinsi alivyomwita Petro kwenye uvuvi. Sasa alikuwa anavua roho za watu ambao hawajawahi kusikia jina la Yesu. Lakini jinsi safari yake ilivyoisha huko Ugiriki ndiyo inatisha zaidi. Na vipi kuhusu Tomaso? Yule aliyesema sitaamini mpaka niweke kidole changu kwenye makovu yake. Baada ya Pentekoste, Tomaso hakuhitaji uthibitisho tena. Au labda alihitaji. Huyu mtu aliyekuwa na mashaka mengi aliamua kuchukua njia ambayo hakuna mtu mwingine aliyethubutu. Hakwenda Ulaya, hakwenda Afrika. Tomaso alitembea kuelekea mashariki ya mbali, akivuka milima na majangwa. Alipita Uajemi. Hakuishia hapo. Aliendelea kutembea mpaka akafika nchi ya Uhindi. Na huko Uhindi alikutana na wafalme na makuhani waliomwona kama tishio. Kile alichokifanya huko bado kinasimuliwa mpaka leo, lakini mwisho wake ulikuwa wa damu. Filipo, rafiki yake Tomaso, naye hakubaki nyuma. Huyu ndiye aliyemwambia Yesu, tuonyeshe Baba, inatutosha. Sasa alikuwa na kazi ya kumwonyeshea Baba kwa mataifa yasiyomjua. Alisafiri kuelekea Frigia, eneo ambalo leo ni Uturuki. Alikutana na watu waliokuwa wakiabudu nyoka mkubwa. Filipo aliwaambia kuhusu nguvu iliyokubwa kuliko nyoka, lakini watu hao hawakufurahia kuona ibada yao ikidharauliwa. Walimkamata yeye na Bartholomayo. Mathayo alikuwa mtoza ushuru. Alikuwa amezoea kuiba na kuandika hesabu. Baada ya Yesu kumuita, aliacha vitabu vyake vya hesabu na kuchukua kitabu kipya. Wengi tunamjua kwa Injili aliyoiandika, lakini baada ya kuandika, alienda wapi? Huyu mtu wa pesa alielekea wapi? Ngano zinasema alikwenda Uajemi na hata Ethiopia, nchi ya Kushi. Na rafiki yake Bartholomayo, yule ambaye Yesu alimuona chini ya mtini, akamuita Nathanaeli. Huyu mtu mnyofu aliamua kwenda Armenia. Wote wawili, Mathayo na Bartholomayo, walikuwa watulivu, lakini walikufa vifo ambavyo havikuwa vya kitulivu hata kidogo. Kulikuwa na kundi lingine la mitume ambao walikuwa moto. Simoni Mkananayo ambaye aliitwa mwenye bidii, Zelot, na Yuda Thadayo sio Iskariote. Hawa walikuwa watu waliotaka mapinduzi. Walidhani Yesu atakuwa mfalme wa kijeshi, lakini sasa walikuwa na ujumbe wa amani. Je, waliweza kubadilika? Hadithi zinasema walisafiri pamoja kama timu. Walikwenda Misri, wakapita Libya na wakaingia Uajemi. Walikuwa wakipeperusha bendera ya mfalme wa amani katika nchi zilizokuwa zinapenda vita. Lakini wale makuhani wa Uajemi waliokuwa wakiabudu jua hawakufurahishwa na ujumbe wao. Kile kilichopata wote wawili kwa pamoja kinaonyesha jinsi walivyokuwa wameungana. Na vipi kuhusu Yakobo mdogo, mwana wa Alfayo? Huyu hatujui mengi kumhusu. Alikuwa kimya sana. Na Mathia,
yule aliyechaguliwa kwa kura kuchukua nafasi ya Yuda Iskariote. Je, aliweza kujaza viatu vya mtume halisi? Hao wawili walipotea kabisa kwenye maandiko, lakini kutopotea kwenye maandiko hakumaanishi walikaa kimya. Yakobo inasemekana alikwenda Siria na hata kuzikwa huko. Mathia, yule mgeni, inasemekana alichukua safari ya hatari zaidi, wengine wakisema alikwenda Ethiopia na kuteswa kikatili. Walipotea kwenye kurasa za Biblia, lakini hawakupotea kwenye vita. Kila mmoja wao, isipokuwa Yohana aliyefia kisiwa cha Patmo, alikufa kifo cha kikatili. Hawakufa kwa ugonjwa wa uzee wakiwa vitandani mwao. Walikufa wakitekeleza agizo la mwisho. Kila mmoja wao alikuwa na chaguo la kurudi Yerusalemu na kuishi kwa amani, lakini walikataa. Walijua kwamba walikuwa wamepewa moto ambao hauwezi kuzimika. Wacha turudi kwa Andrea kule Ugiriki. Baada ya kuhubiri kwa miaka mingi, gavana wa eneo hilo alimkamata. Alimwamuru Andrea aache kumhubiri Yesu na atoe sadaka kwa miungu ya Kirumi. Andrea alicheka. Alimwambia gavana kwamba yeye anamwabudu Mungu wa kweli. Gavana alikasirika sana. Aliamuru Andrea asulubiwe, lakini Andrea alikuwa na ombi moja la mwisho. Hakutaka kusulubiwa kwenye msalaba uliowima kama bwana wake. Alisema yeye hastahili kufa kama Yesu. Aliomba msalaba wake uwe wa umbo la X. Walimkubalia. Walimfunga Andrea kwenye msalaba ule kwa kamba, sio kwa misumari, ili ateseke kwa muda mrefu zaidi. Inasemekana alikaa kwenye msalaba ule kwa siku 2 nzima, akiwa hai, na hakuacha kuhubiri hata dakika moja. Aliwahubiria watu waliokuja kumtazama mpaka pumzi yake ya mwisho. Na Tomaso kule Uhindi alifanikiwa kujenga kanisa kubwa na hata kumfanya mke wa mfalme kuwa Mkristo, lakini makuhani wa kienyeji walimwonea wivu. Siku moja akiwa anaomba kwenye pango, walimvizia. Hawakumpiga msumari, walimchoma na mikuki. Yule mtu aliyetaka kugusa majeraha ya bwana wake, mwishowe mwili wake wote ukajaa majeraha ya mikuki. Bartholomayo kule Armenia alimpata mfalme na akamfanya mfalme kuwa Mkristo, lakini ndugu yake mfalme, ambaye alikuwa kuhani mkuu wa miungu ya uongo, alimkamata Bartholomayo. Waliamua kumpa adhabu ya kutisha. Walimchuna ngozi yake yote akiwa bado hai, kisha wakamkata kichwa. Mathayo yule mtoza ushuru aliwawa kwa upanga huko Ethiopia akitetea kanisa, na Simoni mwenye bidii na Yuda Thadayo kule Uajemi walikamatwa pamoja na makuhani waliwachukia. Walikataa kuabudu sanamu. Inasemekana walikatwa vipande viwili kwa msumeno wakiwa bado hai. Walikufa pamoja kama walivyoishi. Wale mitume 12 walitawanyika kama mbegu. Walipotea machoni pa waandishi wa Yerusalemu. Walisahaulika na historia rasmi, lakini kila mmoja wao alikwenda na moto ule ule wa Pentekoste mpaka mwisho wa dunia. Walibadilisha ulimwengu kimya kimya, na ingawa hatujui walizikwa wapi au makaburi yao yako wapi, kazi yao inaishi. Walipotea, lakini ujumbe wao haukupotea kamwe. Walijua siri moja, kwamba ili kupatikana kweli, lazima kwanza ukubali kupotea.